na umesoma historia, kuna wakuu wa nchi ambao wanaitwa law givers. Frederick the law giver, au Andrew the law giver, au Victoria the law giver. Yule ambaye ana madaraka makubwa sana katika mikono yake, lakini anasema ili watu wangu waweze kujifungua, wajitanue, waweze kuendeleza nchi yangu, lazima nichangie madaraka haya na watu wangu kwa kuwapa wigo mkubwa zaidi wa kujieleza na kutenda. Tumeshindwa kupata viongozi wa namna hiyo. Julius Kambarage Nyerere ambaye mmemzungumzia leo, sidhani kama angekuwa mkamilifu kama asingechukua msimamo aliochukua mwaka 1991 hadi 92 hadi 93 hadi 94 hadi 95 tulipopata bunge la kwanza la vyama vingi, kwa kusema kwamba sasa hivi siasa za vyama vingi haziepukiki tena. CCM hawakupenda. CCM hawakupenda. Nilikuwepo Diamond Jubilee siku ile anazungumza Mwalimu. Walichoshangilia tu nakumbuka ni pale aliposema kwamba mtoto akichezea wembe mpe umkate, wakapiga makofi sana. Akichezea moto mpe, ukimchoma ataacha, wakapiga makofi sana. Lakini aliposema kwamba pamoja na 20% kusema wanataka mabadiliko, 20% si kitu cha kunyanyasa, usikidharau, ni kikubwa sana, na hasa sababu zinaelezwa kwa nini wanataka chama kimoja badala ya vyama vingi. Niliona kabisa, nilikuwa katika ujumbe wa Dar es Salaam, watu wenzangu wajumbe walikuwa hawapendi kabisa maneno ya Mwalimu na waliyapinga pale pale, nikiwasikia wanasema wenyewe, huyu mzee karibikia uzeeni, huyu mzee kachanganyikiwa, kwa sababu alisema sasa panueni wigo, hamwezi na kutawala peke yenu. Walimkatalia. Na tangu wakati ule inaonekana kuna rear guard action ya kurudisha nyuma maendeleo tulikuwa tumeyapata huko nyuma mpaka leo hivi sasa. Pamoja na hatua zote nzuri anazochukua rais wa sasa hivi, mrithi wako Mheshimiwa John Pombe Magufuli, ambazo zimepongezwa hizo hatua, lakini ukiangalia ile tableau, picha kubwa zaidi ya nchi ni kwamba tumerudi nyuma kama miaka 50 kwa masuala ya demokrasia, kwa kufinya uhuru wa kujieleza, na hususan kwa kufinya uhuru wa wakilishi wa wananchi ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa katika hili hakuna kifimbo cha uchawi cha kulikwamua isipokuwa moja, kwamba mchakato ule wa katiba uliochukua fedha nyingi sana za wananchi halafu kaachwa barabarani na Mheshimiwa Jakaya Kikwete, ambaye lazima awajibike na yeye wakati fulani, mumuite mwaka ujao aje aeleze fedha za wananchi zilizotumika katika mchakato ule zilikuwa na sababu gani. Iwapo mawaziri wa zamani wamechukuliwa hatua ya kupelekwa mahakamani wajibu mashitaka ya kusababisha hasara kwa serikali, Mheshimiwa Jakaya Kikwete anapaswa kupelekwa mahakamani kujibu mashtaka ya kusababisha hasara kubwa kwa serikali, moja. Pili, kuzima matumaini ya wananchi na kuwaacha sasa hivi wanarandaranda, hawajui wanaelekea wapi, na baadaye inaweza ikatuletea machafuko kama hatukuweza kutengeneza katiba ambayo itatujengea mustakabali wa wananchi wa Tanzania. Asante sana. Okay, mwenyekiti wa UDASA atakuwa wa mwisho.